ni nani, naye ni namna gani, na ya kwamba ni mwenye dhambi. Bwana, katika Yesu Kristo nasema ni asante katika jioni hii ya leo. Wakati huu naenda kutoa neno hili kwa muda huu, naomba neema yako katika jioni ya leo. Achilia neema na nguvu na kibali chako katika jioni ya leo. Nitumie tu kama chombo kwa wakati huu. Kwa Yesu Kristo tunatoa sote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wa Mwegesa, pokea salamu zetu katika jioni ya leo, maana Mungu amewapenda sana. Ndio maana tumeingia mahali hapa ili tulete hili neno hili la Yesu Kristo. Unapoona injili hii inahubiriwa kote kote, ni ishara ya kwamba Yesu anaenda kurudi. Ni ishara ya kwamba ni yale Yesu aliyosema miaka ya zamani, miaka 2000 iliyopita, kwamba muende kila mji mkihubiri injili, mkibatiza na kufanya wengine kuwa wanafunzi. So hii ni mwito, hii ni kutimiza unabii kwa neno lile ambalo lilinenwa na Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani kabla hajaenda mbinguni. Ilipasa injili hii ihubiriwe kila mahali na kila miji mikubwa na miji midogo na vitongoji vyake na kila mahali. Ndio maana imetuleta mahali hapa, upendo huu uliye mkuu sana ambao umetuleta mahali hapa sisi kama watoto wa Mungu, ili tulete hii injili ikufikie wewe, mtu wa Mungu ambao uko mahali hapa, wewe ambao ni mkaaji wa mahali hapa, wewe ambao ni mzaliwa wa mahali hapa, wewe ukiwa wa kike ukiwa wa kiume, hili neno liweze kukufikia. Na hiyo ndio msingi ambao tuko nayo, tukizunguka kila mji na miji tukihubiri hili neno la Mwenyezi Mungu. Maana hayo ndiyo alisema yaweze kuwadia, ili aweze kuandalia, tumwandalie watu ambao waweza kwenda kuliti kule ufalme. Biblia inasema Yesu akaalikwa chakulani na akaenda nyumba ya Mafarisayo. Alipoenda nyumba ya Mafarisayo, yeye ndiye alimwalika ili aende akule chakula pale. Na alipoingia Yesu alikuwa na wanafunzi wake na watu wengine. Lakini katika ule mji huo aliposikia kuna mtu mmoja, mama mmoja, mwanamke mmoja ambaye inasemekana alijulikana sana na alikuwa mtu mbaya, mtu ambaye ni mdhambi. Aliposikia kwamba Yesu yuko katika chakulani kwa nyumba ya Mafarisayo, naye akacha kitu kinanipendeza kwa alisikia na akasema acha niende pale kwa huyu Yesu Kristo. Na alipofika kule kwa ile nyumba, tunaambiwa kama akasimama mbali na akaenda nyumba yake, akachukua mafuta ambayo ni mafuta ya bei ghali mno sana, akakucha nayo, akaingia katika ile nyumba. Na alipokuwa anaangalia Yesu mali pale, akawa akaanza kulia, akamsongea Yesu Kristo, miguuni pa Yesu Kristo, akaanza kulia majozi, akimtondoshea majozi katika miguu ya Yesu Kristo. Na yule aliyemwalika alipoangalia moyoni mwake, akasema kama huyu Yesu alikuwa ni nabii, na ajue ni nani huyu ambaye anamugusa, ni nani huyu ambaye anamugusa miguuni pake, ni nani huyu ambaye anampaka mafuta, ni nani huyu anayempangusa machozi, anayempangusa nywele yake. Wakasema kama angalikuwa ni mnabii na mtu aina gani huyu ambaye anamgusa, hangekubali. Sasa kwa muonekano wa Mfarisayo, Yesu hakuwa nabii. Yesu hakuonekana kuwa nabii, sababu yule amefika karibu ni mtu ambaye ni mbaya, alikuwa amejulikana. Mwanamke huyo malaya alikuwa amejulikana kote kote. So walipomwona ameingia kwa Yesu, haikuwapendeza sana, na
hawakuweza kufurahi kwa lile tendo alilotenda. Yesu akaambia, wewe mfalme, wewe uliyenialika, kuna mtu mmoja ambaye alikuwa na deni na alikuwa na fedha nyingi. Akamwendea yule mdeni wake, akamwambia, naomba unisamehe. Akamsamehe yule alikuwa na nyingi, na mwingine alikuwa na asili zake ndogo, akamsamea zile deni ambayo alikuwa naye. Akamuuliza, je, wewe unaona ni nani alikuwa vizuri kati ya wawili? Ni nani angefurahi sana kati ya watu wawili? Yule akasema ni yule aliyesamea nyingi. Na Yesu akasema, dhambi za huyu zimesamewa, dhambi za huyu mwanamke ambao ni nyingi sana amesamewa. Hiyo siku huyo mwanamke alibadilishwa historia. Mtu ambaye alikuwa mbaya sana, Yesu huyu aliyekuweko haribu na hata kuwepo, akambadilishia historia yake. Mbaya ilikuwa mbaya, watu wakimwona wanaona kama ni mtu mbaya, mtu ambaye hafai, mtu ambaye hawezi atabadilika, mtu ambaye ni mbaya, mtu ambaye dhambi zake zimejulikana. Hata watoto walikuwa wamemjua, wakubwa na wadogo walikuwa wamemjua huyo mama. Lakini akasema dhambi zake mara ni nyingi sana, amesamewa. Alipofika yule mwanamke akasamewa, akaambia, neneni, imani yako imekuokoa. Jioni ya leo, watu wa Momogesa, nataka kusema hivi, huyu Yesu Kristo ni Yesu ambaye ako na uwezo wa kubadilisha mtu historia ambayo ni mbaya, anaitengeneza ambayo inakuwa ni mzuri. Unaona, walimuona Yesu. Yesu alikuwa rafiki wa mwenye dhambi. Yesu alikuja kuokoa kilichopotea. Yesu alikuja kwa wale ambao ni wabaya sana. Yesu alikuja kwa wale ambao hawapendezi. Yesu alikuja kwa wale ambao wameachwa. Yesu alikuja kwa wale ambao wamekataliwa, ili awabadilishe historia yao. Historia ambayo ni ukimalaya, historia ambayo alikuwa ni malaya, abadilishwe awe mtu mzuri, abadilishwe ili awe ni mtu mzuri. Hizo ndio habari ambazo tumesema mahali hapa, kwamba leo, siku ya leo, jioni ya leo, Mungu anatafuta mtu mmoja ambadilishie historia yake, ambayo ni mbaya, ambayo haipendeki, ambayo watu hawapendi. Lakini huyu Yesu, maana yeye ndiye tirera, maana yeye ndiye ako na uwezo wa kuchukua madhambi aina yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Je, uko tayari Mungu apokee historia jioni ya leo? Je, uko tayari? Piga sauti, inafika. Je, uko tayari? Ukweli ni ule, alisikia Yesu ako na akakuja, akasikiza, alisikia na akakuja. Na wewe jioni ya leo, ambao unanisikiza jioni ya leo, huyu Mungu ako na mipango mzuri juu ya maisha yako. Huyu Mungu ndio pekee ambayo anaweza to change your life. Yeye pekee ndiye ako na uwezo wa kubadilisha. Yesu huyo ndiye pekee ambaye anasamehe dhambi. Yesu pekee ndiye pekee ambaye analekebisha maisha ya mtu yale ambayo wanadamu wameshindwa.